Kutaja ni kuwa zile sheria ambazo zilitolewa na Wizara ya Afya ni pamoja na kufunga maeneo ya ibada kwa kaunti 5 kwa maana ya Nairobi, Machakos, Kiambu na vile vile Nakuru. Kwa sababu hiyo tutajadili swala hili, maanake kuna sehemu nyingi za kanisa watu wanalalamika kwamba hakuna mahubiri na kadhalika, lakini sehemu zingine zinaendelea. Tunafanyaje wakati huu na tunajadili ibada na Korona? Wakati huu tutakuwa na wageni wawili, lakini mmoja ashafika tayari. Anaitwa Bi Grace Mdhoni Dalizu, askofu wa kanisa la Jesus Lives Ministries. Hali namna gani, askofu? Ni mzima sana. Nabiswa. Naam, karibu sana. Tutajadili swala hili. Baadaye tutakuwa na Sheikh Ibrahim Lithome ambaye yuko njiani. Tutazungumzia swala hili. Labda tuanze nawe, Askofu Grace Mdhoni Dalizu. Wewe unasemaje kwamba makanisa wakati huu ya maeneo ya Nairobi na hizi kaunti zingine 5 yamefungwa na Wakristo natakuwa wapate neno, hali kadhalika misikiti katika maeneo haya watu hawahudhurii swala? Unasemaje kuhusiana na yale maagizo ya rais ambaye alipewa ushauri na Wizara ya Afya? Nabiswa, ningependa kusema kwanza nisalimie watu salamu za Pasaka mkue katika jina la Yesu, na vile vile niseme imekuwa ni wakati mgumu sana kwa mambo ya kanisa, kwa sababu wakati huu wa Pasaka mara nyingi tuna uzoefu mkubwa sana wa kuwa katika makanisa, kuabudu, kushirikiana na vile vile kufurahia kufufuka kwa Kristo siku kama ya leo. Lakini hiyo haikuwa vile weekend hii, haswa katika hizo kaunti 5 ambazo umetaja, ya Kajiado, ya Kiambu, Nakuru, Nairobi na Machakos. Na ningependa kusema imekuwa jambo la kutatanisha sana, na tumesikia tukiwa hatuna furaha sana kwa sababu ya jambo hilo, lakini hakuna jambo tunaweza kufanya kwa sababu kuna vile mambo inaendelea, na hivyo tumekubaliana na hali ya mambo, na vile tumeelezewa ya kwamba ni lazima tuketi nyumbani na tukose kukutana ili tuweze kukabiliana na makali ya Korona. Na nataka kujua, manake lazima Wakristo waendelee kupata neno, na kumekuwa na mbinu kadha ambazo zinaendelea kuwafikishia ujumbe. Moja ni mbinu ya mtandao. Unasemaje? Unafikiria hii mbinu inafikia waumini wengi kwa kiasi cha kuridhisha? Manake kuna mambo ya hela, lazima mtu akuwe na hela katika simu zake kwenye mtandao na kadhalika. Huoni hiki ni kibarua kwa watu ambao wangejifikisha tu kanisani? Ningependa kusema jambo hili si rahisi. Wakati nyumba za ibada zinafungwa, inakuwa kuna ugumu mkubwa sana, kwa sababu si kila mtu anafahamu hali za kiteknolojia. Kwa sababu kama hauna njia ya kuingia katika mtandao, pengine simu yako haikuwezeshi, inamaanisha kuna baadhi kubwa ya washirika wetu ambao hawafikiwi na neno. Lakini kama vile nimesema hapo awali, nasema tumekubaliana tu na hali ya vile mambo iko, na kuwahimiza haswa, na tumekuwa tukiwahimiza hata kabla ya hii mambo kutufikia vile imetufikia sasa, kwa sababu kulikuwa na ile hali ya kwanza. Tumewaambia wajipe moyo, kwa sababu hili jambo bado liko la Korona, na hivyo tujaweza kufikia kila mtu. Tunatumia hali ya mtandao, tunatumia hata television, lakini unaona ya kwamba si kila mtu unaweza kufikia, kwa sababu si kila mtu ako karibu na vyombo hivi. Teknolojia haijafika katika kiwango hicho, na wengine vile vile wana ukosefu wa fedha, kwa sababu watu walikuwa kuna vile mambo ya Korona mwanzo 2020 ili affect watu wengi sana, na ikawa watu wengine walipoteza hata kazi zao, mabiashara ziliharibika, zikasambaratika, na hivyo kila mmoja hana ile hali ya kuwa na fedha
ya kuweka katika mtandao ama kuweka katika simu ili aweze kufuatilia ibada. Na hivyo imekuwa na upungufu mkubwa sana, kwa sababu tulikuwa na uzoefu wa kila Jumapili, kila Jumatano na saa zingine mpaka Jumamosi, na vile vile pia sisi kama makasisi kwenda katika manyumba za washirika wetu kuwatembelea na kuomba pamoja na wao. Lakini sasa imekuwa kuna ugumu mkubwa sana, kwa sababu tumekuwa kama watu ambaye tuko vile vile tumeweza kupata hili janga linaingia katika sisi kama makanisa na sisi kama viongozi wa makanisa, makasisi wa kanisa, na imekuwa ni hali ngumu sana. Nabiswa. Naam, kuna hili swala la vifo ambavyo vimetokea pia miongoni mwa hawa wachungaji, maaskofu, baadhi wamefariki kutokana na korona. Unasemaje kuhusiana na hilo? Maanake idadi imekuwa kubwa na pia imetia wasiwasi wahubiri wengine katika maeneo mengine. Ningependa kusema hali hiyo imekuwa ni hali ya huzuni sana, kwa sababu tumepoteza karibu mapastors ama makasisi wa makanisa 50. Na niliona vile vile kuna sheikh alipotea mwaka jana. Sasa nikisema 2020 na mwaka huu tumepoteza karibu viongozi wa madini ama wale wanaongoza dhehebu tofauti karibu 50. Na jambo hilo limetupatia huzuni sana, kwa sababu sasa imefanya hata wale wanatufuata na washirika wetu kuanza kuwa na uoga mkubwa sana. Na naongea hivyo kibinafsi, kwa sababu washirika wengi wanatuuliza na kutupigia masimu, inasema wanatuuliza sasa itakuwaje na nyinyi mpia mumeanza kupata shida kutokana na makali ya korona. Na ningependa kusema hilo jambo limekuwa ni jambo zito sana, kwa sababu sisi kama wahubiri tuko frontliners, kwa sababu kunapokuwa na jambo la kifo ni wewe unaenda kuzika. Kama juzi nilikuwa nimeenda sehemu za Gilgil kuzika mtoto huko. Kwa hivyo kunapokuwa na jambo lolote ni wewe unaitwa. Kukiwa na mgonjwa ni wewe unatembea katika hospitali. Ukiwa na mgonjwa nyumbani au wako katika home based care, lazima uende huko, kwa sababu usipoenda huko washirika wanaanza kusema huyu ni mapasta wetu, kwa nini haji kutuona? Kwa hivyo inakuwa ni jambo ambalo unashindwa itakuwa namna gani. Lakini hali ile tena tunasikia huzuni. Kama mimi mwenyewe niliweza kusikia hiyo jambo limekuwa nzito sana, na nilikuwa nafanya mikutano pale Uhuru Park na kuna watu wengi, hata kama tunafuata sheria zote za Korona, protocol, lakini unaona ya kwamba uzito ukanishika kabisa. Nikasikia ni kama siwezi kuendelea, nikawa nasikia nakosa nguvu, lakini nikajipa nguvu, nikasema sisi ambaye tumebaki lazima tuendelee, na vile vile tuzingatie zile kanuni tumepatiwa ili tuweze kujiepusha na janga hili na tusaidie watu wetu. Naam, asante sana Sheikh Alithome. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam bwana Paul Nabiswa. Naam, karibu sana. Asante. Pole bwana, najua mikimbio hii ya Nairobi inatatiza wakati mwingine. Ningetaka kujua, karibu sana katika mahojiano, na tunazungumzia ili swala la korona na ibada. Manake hizi kaunti 5 zimefungiwa kwa namna fulani. Kwanza unasemaje kuhusiana na hilo? Hiyo hatua ilikuwa ni sawa ama imeumiza watu wengi? Kwanza bwana Paul Nabiswa, unajua kwa kiongozi yote wa dini kufungwa kwa sehemu za ibada ama nyumba za ibada sio jambo ambalo kiongozi yote wa kidini atafurahia. Lakini mara nyingine tunasema, wanavyosema Waswahili, lisilobudi kufanywa basi hufanyika. Tunasema ilikuwa hakuna budi. Na tunasema hivi japokuwa tunaamini kuwa kila jambo liko mikononi mwa Mwenyezi Mungu, lakini Mwenyezi Mungu huyo mwenyewe ametupa akili ya kuweza kuchukua hatua ambazo tunaona ni muafaka. Sisi tunaamini kuwa kabla rais hajachukua hatua hiyo ya kutangaza sehemu za ibada ziweze kufungwa, bila shaka alishauriana na viongozi wa kidini, kwa sababu tunajua kuna ile kamati ambayo imekusanya viongozi wa dini mbalimbali ambao huwa inamshauri rais katika jambo hili. Na rais mwenyewe baada ya kupata ushauri huo, na nafikiri pia wataalamu wa matibabu waliweza kumpa ushauri, akafunga. Lilituhuzunisha kwa sababu kwa mfano ukiangalia limekuja wakati ambapo Wakristo walikuwa wanajiandaa kwa Pasaka,
na tunajua katika kalenda ya Mkristo Pasaka ni muhimu sana. Na sisi kama unavyojua hivi sasa tunajiandaa kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tulikuwa tunajipanga vile tutakavyoswali msikitini, lakini imekuwa hakuna budi, lazima mikakati hiyo ichukuliwe. Jambo ambalo ni muhimu ni kuwa wajua kila hatua ikichukuliwa kuna lengo fulani. Je, hilo lengo litapatikana? Ikiwa tu ni kufunga makanisa ama sehemu za ibada ili tu ionekane hatua imechukuliwa, lakini lengo halitapatikana, itakuwa ni jambo la kusikitisha sana. Hatua imechukuliwa, ni hatua nzito sana kwa viongozi wa kidini, sehemu za ibada kufungwa, lakini tunataka kuangalia serikali itachukua hatua gani kuhakikisha kuwa hilo jambo hiyo hatua imechukuliwa, lakini lengo limepatikana, kupunguza kuenea kwa vile virusi, na pia kuhakikisha katika hizi kaunti 5 baada ya muda fulani tutaona natija, tutaona matokeo kweli. Isiwe zilifungwa hizi kaunti 5 lakini hakuna matokeo yoyote. Na kwa zile kaunti zingine ambazo hazikufungwa, tungependa kutoa mwito kwa viongozi wa dini katika hizo sehemu waweze kuzingatia kanuni zote kama alivyosema mchungaji hapa mwenzangu, ili kuhakikisha kuwa virusi vya korona havienei katika sehemu kama hizo. Halafu pia kuna jambo moja hapa ni lazima na bisa tuzungumzie. Sehemu za ibada zimefungwa kwa sababu ni mahali ambapo watu wanakusanyana. Tukija kuangalia katika vyombo vya habari tuone kuna pia mikusanyo mingine ya binadamu, kwa sababu binadamu wanaokutana makanisani na misikitini ni hao binadamu wanaweza kueneza virusi sehemu zingine. Tunataka hatua zichukuliwe kila mahali, sio kulenga tu sehemu za ibada peke yake. Inasikitisha, na kiongozi mmoja kutoka Githurai juzi amezungumzia, je, katika matatu kuna social distancing ama kuna umbali wa kijamii ambao unawekwa huko? Supermarket, japokuwa watu kule hawafungui midomo, wanafunga zile barakoa wakinunua vitu pale, lakini bado unakuta ule kuwekwa umbali wa kijamii haizingatiwi sana. Kwa hivyo izingatiwe kila mahali, tusije tukahisi kuwa mbona tu uzito unawekwa sana katika sehemu za ibada peke yake. Iwe ni kila sehemu, lengo likiwa ni kudhibiti kuenea kwa virusi hivi vya ukimwi. Vya korona. Pole. Maana ni ugonjwa mpya. Naam. Askofu, nataka kuuliza swali tata kidogo. Watu walikuwa wanasema kwamba wanasiasa ndio walieneza sana hii korona, kwa sababu kulikuwa na mikutano mingi, mikusanyiko mingi, hata kupita hii ya makanisani, mikutano ya siasa. Wewe unasemaje kuhusiana na hilo? Ningependa kusema jambo ambalo tuliona na wanasiasa haswa ilikuwa jambo la kusikitisha, kwa sababu mikutano yao ilikuwa ni mikubwa na wao wenyewe haswa hawakuwa wanajikinga. Ungeona ile distance ambayo inatakana kuwekwa haiwekwi, watu wanakutana mpaka hata wewe ukiangalia unashikwa na ule uoga, unasema hapa kutatokea mambo mabaya. Kwa hivyo ningependa kusema hilo jambo linaweza kuwa lilichangia sana, lakini vile vile niseme hivi, pia sisi zote tulifika wakati tukaona hizo namba zimeenda chini, tukaanza kuambiwa ya kwamba asilimia za korona ziko chini, na tukaweka zile mipangilio tulikuwa nazo za kunawa mikono, kusanitize na vile vile kuvalia mask, tukaweka chini. Na hivyo hata sisi tuwezi kusema hatukuchangia mambo ya kuenesha hii ugonjwa ama kuachilia ile mipango ambayo ilikuwa imewekwa hapo mwanzo. Kwa hivyo hata tukisema wanasiasa pia walichangia kwa njia kubwa sana, kwa sababu hao ni viongozi na watu wengi walikuwa wanaangalia. Na hivyo ikafanya hata sisi tukaona ya kwamba ugonjwa huu ni kama umeisha, lakini tulishangaa tena sana na biswa kuona ya kwamba jambo hili limeturudia. Hii inaitwa third wave, imerudi kwa njia kubwa na inachukua maisha ya binadamu haraka sana. Na hilo jambo limetuweka tuseme, hata kama singependa kukiri, imetupatia wasiwasi kiasi ya kwamba hili jambo linaweza kutokea mahali popote na linaweza kupata yeyote, awe kiongozi, awe ni mdogo, awe ni mkubwa. Na hivyo imetupatia jambo la kutuweka tukiwa sasa tunamakinika sana kuhakikisha kwamba ugonjwa huu hauendelei
vile unaendelea. Na niseme hivi kama vile mchungaji mwenzangu amesema na ameongea vizuri sana, na napenda Kiswahili chake kila mara tukikutana. Ananipatia changamoto sana. Ningependa kusema ya kwamba tunataka kwanza madhumuni ya kupunguza hii ugonjwa vile rais ameweza kuambiwa. Tunajua kuna watu wa interfaith wameongea na yeye. Tunajua vile vile wale wa sayansi wameongelesha, madaktari wanaongea, na nataka kuamini ni kwa uzuri ambaye amefanya hizi nyumba za ibada zifungwe, na vile vile amezuia mambo ya siasa, mikutano ya siasa. Nataka kusema ya kwamba kwa sababu najua hawezi tu kufanya kutubagua sisi, kwa sababu watu wanalia sana. Mabishop na viongozi wote, hata washirika wanalia sana, wanasema tumeonewa haswa hii wakati wa Pasaka. Lakini ningependa kuwashawishi na niwaambie kwamba tunaamini ya kwamba Mungu alipotupatia kiongozi, alitupatia kiongozi ambaye atasikiza watu wote, kwa sababu sio kiongozi tu wa Wakristo ama Wahindi ama wale Waislamu. Hapana, ni kiongozi wa kila mmoja, ule anaenda katika nyumba za ibada ama ule haendi. Kwa hivyo tunataka kuamini ya kwamba Nabiswa, kuna jambo linataka rais wetu anataka tuweze kupata, na ndiposa ameinuka na akasema mikutano ya siasa ishe, makanisa isikutane, madhehebu yote ama nyumba zote za ibada zisifunguliwe, kwa sababu tunajua ya kwamba hata kama ni vizuri tukutane mahali pale, hakika wewe ukiwa Muislamu ama ukiwa Mkristo ama ukiwa wa dhehebu nyingine, ukweli wa kwamba imani yako iko ndani yako, na mahali huko unaweza kuendelea kuswali, unaweza kuendelea kuomba, na tuweze kupita hii wakati, kwa sababu najua kilicho na mwanzo lazima kiwe na mwisho, na hii wakati utafika mwisho. Kile tu tunahimiza ni sisi zote pale sokoni kuwe na kufuata hizi sheria za Korona, pale kwenye maduka, katika nyumba zetu kuwe tunashawishi wale wanakuja, tuna wageni wale wanakuja, na saa zingine hao wageni ni wengi, tuweze kuzingatia sheria zote, ili sisi zote tukiwa pamoja tuweze kumaliza hili jambo, kwa sababu tukishirikiana, naamini kama nchi na hata mataifa ambayo iko karibu na sisi na mataifa mengine ulimwenguni, hili jambo litamalizika. Na tuwe tuko na let's say positive mind ya kwamba tukiwa tuko positive about it, najua litaisha. Najua watu wako na wasiwasi, kwa sababu mara nyingi tunasikiza washirika wetu wanapiga simu wanasema kweli tutaishi, hii ndio mwisho wa dunia ama ni nini? Ningependa kuambia sio mwisho wa dunia, lakini ni vizuri tujue ya kwamba tukizingatia sheria ambazo tumepatiwa na wale wataalam, kwa sababu kuna wataalam, mapastors ama viongozi wa dini sio wataalam wa hii mambo ya COVID-19. Kuna wale wanatushawishi lazima tunawe, lazima tutumie mask, lazima tufanye nini, tu sanitize. Hili jambo hatufunzwi kanisani ama tufunzwi katika msikiti, lakini nataka kusema tukizingatia, naye serikali tuunge mkono na tushike, kwa sababu mara nyingi tunasikia haya na yale. Tunataka kusema tunajua hii Korona itafika mwisho. Sheikh, unasemaje kwanza kwa nafasi ya wanasiasa katika kukabiliana na hilo? Kwanza kuna wakati wanasiasa walituangusha kusema kweli, kwa sababu wao kwanza ndio wenye kutoa sheria na pia maagizo watu wachukue hatua gani ili tuweze kukabiliana na kuenea kwa hivi virusi. Tulitamaushwa sana tulipokuwa tukiwaona, kama alivyosema Bishop, tulipokuwa tunawaona wanachanganyikana, ni kama kuwa hivi virusi vya Korona vinachagua wanasiasa, haviwagusi, na mwananchi mwingine vinaweza kumgusa, ikawa wao si mfano mzuri ama kielelezo kizuri kwa wananchi. Lakini tunashukuru rais alipochukua hatua ya kutangaza mikusanyiko yote, alipiga marufuku mikusanyiko yote, ikiwemo mikusanyiko ya kisiasa, na nashukuru alisema hata yeye mwenyewe achukuliwe hatua wakiweza kukutana. Kwa hivyo ni vizuri, kwa sababu tunaposema mtu ni kiongozi, Nabiswa, ina maana wewe ni kielelezo kwa jamii.
na watakuangalia wale ambao ni wafuasi wako, wewe unafanya nini. Kwa hivyo tunashukuru na tunaomba iwe ni hivyo hivyo. Wajua tatizo letu wa Kenya huwa mara nyingine tunakuwa ni kama ile soda ya Coca-Cola, inawekwa kwenye glasi, inajaa kisha inapungua. Tunataraji hiyo kasi itaendelea hivyo hivyo mpaka tuweze kudhibiti haya maradhi. Na nataka kumunga mkono pia Bishop alivyosema kuwa tusikate tamaa. Sisi kama watu ambao tunamwamini Mwenyezi Mungu yuko, hii si ndio mwisho wa dunia. Tunaamini kuwa ni mtihani Mwenyezi Mungu ametuletea. Na sisi tunaamini kuwa katika kila janga ambalo Mwenyezi Mungu anatuletea lazima kuna suluhisho. Mwisho wake utakuja. Muhimu tunajifunza kitu gani kutokana na mtihani huu ambao Mwenyezi Mungu ametuletea. Na Biswa, kama kuna mtu yote anashaka kuwa Mwenyezi Mungu ana uwezo mkubwa, hii ni dalili wazi ya kuonyesha uwezo alionao Mwenyezi Mungu. Kuwa sisi kama wanadamu tulikuwa tunajichukulia kuwa tumeendelea sana katika sayansi, tumeendelea teknolojia, tumeendelea, tuna silaha aina zote, lakini kumekuja kiumbe mdogo ambaye na Biswa hujamuona, Bishop hujamuona, mimi sijamuona. Tunaambiwa tu anafanana hivi kwa sababu wale wataalamu wameshaona kupitia katika vifaa vyao. Lakini ulimwengu mzima umesimama kwa sababu ya kiumbe kidogo. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ni mkubwa na Mwenyezi Mungu atatuwezesha. Kwa hivyo imani yetu kwa Mwenyezi Mungu iwe ni zaidi. Halafu kitu kingine, imetusawazisha sote. Zamani ilikuwa kukitokea tatizo lolote, maradhi, wenye kuweza kupanda ndege wanakimbilia kwenda kupata matibabu huko ng'ambo. Saa hizi hakuna anayethubutu kwenda huko. Huko ndio kubaya zaidi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anatuonyesha nyote mko sawa, tuko hapa. Tujaribuni kutengeneza hospitali zetu hapa hapa. Hali hutokea inabidi na Biswa hakuna mtu wa kwenda nje, ni hapa hapa. Kwa hivyo imekuja kutuonyesha udhaifu wetu pia katika nidhamu yetu ya matibabu. Kwa hivyo ni funzo kwetu sote, tuamkeni. Lakini mimi nina matumaini kama vile askofu amesema, Mwenyezi Mungu yuko na tutapita hili janga na hatutaangamia sisi wote. Na wale ambao ni wagonjwa Mwenyezi Mungu awape shifa ya haraka waweze kupona. Hilo ndio naweza kusema Bwana Nabiswa. Naona ujumbe hapa, kuna Ali Tomato kutoka Likoni anasema tumrudie Mungu kwa kufunga kwa siku 3 na kusali, korona itaisha inshallah. Alafu kuna mwingine amesema tumemwacha Mungu, tumrudie Mwenyezi Mungu, hajasema anatoka wapi. Unasemaje kuhusu hilo la kufunga? Manake Tanzania ilifanya hivyo pia wakati fulani. Bwana wajua Nabiswa, wajua kufunga, unafunga kwa sababu ya kumrudia Mwenyezi Mungu. Lakini tunasema hivi, mfunge ngamia wako kisha muombe Mwenyezi Mungu. Nabiswa, usiku wewe unamwamini Mwenyezi Mungu anakulinda ukilala. Lakini mlango unafunga ama haufungi? Unafunga. Sasa nasema hivi, tuombeni, tufungeni. Na mimi najua Bishop ataunga mkono hilo la kuomba sana na kufunga. Lakini pamoja na hivyo tuchukue tahadhari. Kwa hivyo yote mawili pamoja, kufunga, kumwomba Mwenyezi Mungu na kuchukua tahadhari. Funga kangamia wako kisha muombe Mwenyezi Mungu, atakusaidia. Hilo ndio la kusema katika hilo. Niongezee tu kidogo. Ningependa kusema kama wiki ambaye imepita tumefunga siku 3. Ndio. Na ilikuwa ni katika hiyo hali ya kuomba na kumlilia Mungu akaweze kutuonea huruma. Kwa sababu kama kuna mambo ambaye kama vile Sheikh amesema, lazima tuwe na hekima. Sisi tukiwa tunamjua Mungu na tunamcha Mungu, sio kumaanisha tuko wajinga. Hatufungi macho yetu na masikio na tusione yale yanaendelea. Kuna mambo yenye tunajua kawaida, ni lazima tufanye vile vile, kwa sababu Mungu ametupatia akili zetu ili tuweze kuzitumia. Kwa hivyo ningependa kusema haswa sisi ambaye tuko katika hali ya dini na kumjua Mungu, ni lazima vile vile tuweze kuelezea watu wetu. Tuambie ni vizuri tushikilie masharti yote. Hata kama tunasoma Biblia, tunasoma hiyo Korana na vitabu zote za dini, tujue ya kwamba Mungu vile vile kuna yale anatarajia kutoka kwetu. Kweli hili jambo limekuja, ni yeye anajua mwanzo na ni yeye atajua mwisho. Lakini tuseme hivi, yale tumeelezewa na tunajua inaweza kutusaidia, iweze kutusaidia. Na vile vile niseme ya kwamba Mungu akitupatia maisha, itakuwa ni jambo kubwa sana ya kujua ya kwamba ulimwengu huu sio wetu. Ulimwengu huu sisi ni wapita njia.
na ulimwengu huu hata tufanye nini hatuwezi kuuweza. Kwa hivyo kama vile Sheikh amesema, inaoneshana udhaifu wa kila mmoja. Sisi wote sasa tumewekwa hali moja, lakini tuseme hivi, sisi ambaye tunamjua Mungu hatujapoteza matumaini. Tunajua ya kwamba kuna jambo Mungu anatufanyia, kuna jambo Mungu anatekeleza, na tunajua mwisho wa mambo yote tutainua mikono yetu na tuweze kumsifu. Naam, asante sana. Tunajadili swala ila ibada na korona. Tunaye ndugu Sheikh Ibrahim Lithome ambaye ni kiongozi wa dini na vile vile ni wakili msomi na Mswahili kindakindaki, na vile vile tunaye Askofu Grace Mudhoni Dalizu wa kanisa la Jesus Lives Ministry ambalo linapatikana Hurlingham. Tunachukua mapumziko kidogo alafu narejea kwa muda usiokuwa mrefu. Mimi ni Paul Nabiswa.